I say tuheshimiane sana. Bibi Sala, tuheshimiane. Wewe ni mzee kabisa, tena mzee wa kutupiliwa mbali. Wewe ni mzee wa kumzaa mama yangu, alafu eti leo hii unanitaka kimapenzi. Hivi wewe fala. Wewe fala kabisa. Alafu nataka kusema na nyie mnao support sijui nini na nini. Wote nyie mna familia zenu. Na kwa nini mliamua kuja kusoma mem kwa hali ya kuwa shule mlitoroka kipindi chenu cha ujana? Halafu leo hii mnakuja kututia majaribu. Pelekeni uzee wenu hapa. Hapa ni kusoma masuala ya ndoa kwenu. Wapumbavu nyie. Gawaneni wenyewe huko wazee kwa wazee wenyewe. Shenzi nini? Bwana mdogo, hizo kauli zitakuponza. Unijui sikujui. Na hujui mimi nyumbani na mazingira gani. Haijalishi kuwa wewe ni mwalimu wetu, lakini kuwa na heshima katika kauli zako unazoongea. Na niseme kwa kuzingatia swala la ndoa liko pale pale. Wewe utapiga kelele, lakini sisi tushakwambia kuwa Montresi wetu wa darasa kakuchagua wewe kama handsome boy wa klasi. Kwa hiyo lazima umuoe, sisi tupige mankuli pinya. Lazima yawe pale pale. Hakuna kitu ambacho sisi Montresi wetu kasema tutampinga. Hatuwezi mpinga maswala mankuli pinya, lazima yafinywe, au sio? Hakuna kitu kama hicho, mimi napinga. Aise, mimi niliwaambia mzee VIP kuwa huyu dogo tusimshirikishe katika mission kama hii. Mimi nilijua kwa sababu mimi namjua vizuri bwana mdogo huyo. Ni mzee wa kukanusha mambo. Alafu ni mzee wa kukataa jambo, ni mzee wa kukukana live bila chenga. Kwa sababu nakumbuka kuna siku moja mimi na yeye tulienda kuiba. Tulivyoenda kuiba kwenye nyumba ya mtajiri huyo, tulivyoingia mle ndani hatukugusa kitu chochote zidi ya vile tulivyovifuata kuviiba. Tukaiba TV, alafu tukaiba na sabufa. Bwana mdogo, saa ngapi asiseme hivi kwa mimi Ndui na mwenzangu Dula tumekuja kuaibia. Kesho mkiona TV yenu haipo na sabufa, ni mimi na Dula tumeiba. Bwana, kesho yake tukakamatwa kwa sababu ya huyo dogo. Mimi nikawa jela kwa miaka 5 kwa sababu ya huyo dogo. Hivi wewe I say, yani leo nakwambia bwana mdogo nimemind kishenzi. We Ndui, unasema nini kwamba heti ndoa haipo? We unanitania. Unasema nini wewe? We bibi Kizee, ishia hapo. Mimi ndiyo chawa sasa hivi wa mwalimu. Alafu nasema hivi, mpango wa nyie kusema harusi inafungwa. Hakuna cha harusi wala bibi yake harusi. Afu mwanaume au mwanamke aliyevaa wigi aliyosimama mbele yangu avuke mstari ili nimuonyeshe kwamba mimi ni chawa wa mwalimu Mchaga. Avuke. Hivi kwa nini Ndui unanifanyia hivyo jamani? Mimi nishakwambia namtaka mwalimu anioe. Na mimi jamani sio kizee sana, mbona nalipa tu? Mbona nyashi nayo? Kila kitu nacho jamani. Ndui jamani, kubali jamani. Kwa upande wetu nitakupa chochote unachotaka Ndui jamani. Jamani Ndui, usikubali kurubuniwe na hao mabwana, usikubali. Yaani kama umekubali kuwa upande wangu, basi kuwa chawa wangu mkuu, na usikubali kurubuniwa. Na kuahidi kuanzia leo nakupa uongozi mkubwa katika hii shule. Wewe hutakuwa tena mwanafunzi, bali utakuwa ni second head master. Kwa sababu ya ushirikiano ulionionyesha, utakuwa second head master. Utalipwa mshahara vizuri kabisa. Na hawa mabwana utawafundisha kama ni wanafunzi wako. Kwa hiyo utakuwa chawa wangu. Chawa kama chawa. Nguvu moja. Chawa kama chawa. Nguvu moja. Chawa kama chawa. Nguvu moja. Yani hapo sasa tunaanza kwenda sawa. Aujourd'hui aussi c'est un autre. Jesus.